Na ndio maana kuna mtu mwingine anaweza akawa ni mtu mzima, lakini anakuambia huyu mtu mzima anafanya mambo yake kama mtoto. Unanielewa watumishi wa Mungu? Anasema kwamba heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Bado anaendelea kuzungumzia juu ya baraka ya mwisho. Nisikilize watumishi wa Mungu, kitu chochote ambacho kinaonekanaga kuwa cha mwisho ndio kinakuwa na nguvu kuliko kile cha kwanza. Na ndio maana kinakuwa kina vita sana. Hapa nataka niongee na mtu yote, inawezekana kuna vitu unafanya kwenye maisha yako siku ya leo. Vinaonekana kwamba wewe unaonekana ni wa mwisho kwenye kila eneo. Unaonekana ni wa mwisho katika kumiliki, unaonekana ni wa mwisho katika maendeleo, unaonekana ni wa mwisho katika kufanya vitu. Watu wakikuangalia hivi wanakudharau, wanakuona kwamba hautakuja kufika popote. Nisikilize, hiyo ni vita ambayo unakutana nayo kama mzaliwa wa mwisho. Ninapozungumzia kwa habari ya mzaliwa wa mwisho, sizungumzii katika familia peke yake, bali mzaliwa wa mwisho hata katika kupata. Katika kupata unaweza kuwa unaonekana wewe ni mtu wa mwisho. Katika kumiliki unaweza kuwa unaonekana wewe ni mtu wa mwisho. Katika kutawala unaonekana kama ni mtu wa mwisho. Lakini baraka ambazo Mungu ameweka juu ya maisha yako, jua kabisa ni kubwa kuliko wale watakao kuwa wameanza. Amen. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Amen. Kwani walioanza kumiliki simu miaka ya 90 au miaka ya 2000 na sio walikuwa wanamiliki simu za vitochi. Lakini wale waliochelewa kupata simu wameanza kumiliki sasa hivi. Sio wanamiliki smartphone. Uone kama kuna utofauti. Huyu sasa hivi amepata kile kilicho bora kuliko yule wa nini? Wa kwanza. Muujiza wako siku ya leo ambao unaona kama hujaupokea mpaka siku ya leo, sio kama umechelewa kupokea, uko unafanywa maboresho. Utakapokuja utakuja tofauti na kwa hao walioanza kupokea. Sio, tunaelewa watumishi wa Mungu. Utakapokuja utakuja tofauti na hao ambao wameanza kupokea siku ya leo.